mchungaji machoni pa Mungu. Basi itakuwa baada ya nyimbo moja, sisi wote tutasimama na kukabidhi mhubiri machoni pa Mungu. Yusufu na Maria walimtafuta Yesu. Maboko, maboko.
Yes. Amena. Amen. Basi tunafika muda mzuri wa kusikia neno la Mungu, na kwa kukomboa muda juu watu wanachoka sana, sitaongea mingi. Shetu ishakuwa bazee, batoto ndio wanaongea kwa mingi. Tusomee kitabu ya Malaki 3:3, kisha natusomea Yohane 3:1-3, kisha unatusomea Wafalme wa Pili 2:19 na kitabu ya mwisho Ezekieli 16:1-5. Karibu kwa msomaji. Msomaji karibu. Kitabu ya Malaki 3:3. Malaki 3:3. Nasoma kitabu cha Malaki. Ndio. Sura ya 3 mstari wa 3 nasema hivi. Mtangulizi wa Kristo kichwa. Mtangulizi wa Kristo, huko mwenyewe alimtangulia Kristo. Tena. Katika kinasema hivi. Naye atakaa kama mwenye kusafisha. Ndio. Na kutakasa fedha. Naye atatakasa wana wa Lawi. Ndio. Na atawasafisha kama dhahabu za fedha. Nao watatoa kwa Bwana matoleo kwao. Malaki. Nasoma ngapi? Watu wa Malaki. Anzia kwa moja. Moja yake nasema hivi. Tazameni. Ndio. Ninatuma mjumbe wangu. Naye atatayarisha njia mbele. Huyu mwenyewe alitangulia Kristo, ndio alikuwa mjumbe. Iko na tayarisha kwenye Kristo atakuwa kupita. Ndio ule mjumbe sasa. Twende. Na Bwana mnayemtafuta atakuja mbio hekaluni mwake. Huyu Mungu mwenye uko na mtafuta usiku na mchana, kila siku uko nakuja hapa. Kitabu natuambia atakuja sasa. Na mjumbe wa agano mnayempenda, tazameni anakuja Bwana. Anakuja. Twende. Bwana wa majeshi anasema hivi. Lakini nani atakayemili kwa siku ya kuja kwake? Mungu anasema siku ya ajabu inakaribia, nani atanitetea? Sasa Mungu anasema nani ataimili? Nani atasimama siku Mungu ataonekana? Haleluya. Haleluya. Siku ataonekana utasimama? Na nani atakayesimama wakati atakapoonekana? Kwa maana yeye ni kama moto. Huyu Mungu ni kama moto. Ukishasikia kitu banafananisha na moto, ndio kitu cha kucheza na. Wewe uko unacheza na moto. Haleluya. Banasema yeye ni kama moto. Kwa maana yeye ni kama moto wa kusafisha. Moto ya kusafisha. Kama moto wa kusafisha. Samani. Kwa maana yeye ni kama moto wa wenye kusafisha. Ndio. Na kama sabuni ya wenye kufua nguo. Moto. Mungu sabuni. Na utasafisha na sabuni hauna maji. Haleluya. Mungu moto. Mungu eko kama sabuni. Maana ukikuwa na hali yoyote ya ubaya, batakusafisha. Poko kwetu bien. Sasa kama huyu Mungu iko moto, ni hali ya kuteketeza na iko sabuni. Tena yeye ukasema kitabu ya iko maji. Sasa kama iko maji, banatuambia maji inabebaka forme ya kila kitu kwenye sehemu ikalie. Kama ile maji itaikala kwa wazee anuari, utakutana maji nayo unakuwa nini? Mwari. Donc masomo wanasema l'eau prend la forme de la vase qui la contient. Maana maji inabebaka forme ya pasi kwenye itaikali. Vile vile mwenye utabeba ule Mungu wako, vile vile utabeba ile maji huko nayo, na vile vile ndio Mungu atatumika na wewe.
Kama ulipata roho, ukipata roho unaenda kumutia fasi ya mubaya na hata kusaidia vile. Ukamupata unaenda kulima mashamba, atakusaidia ukazi ya mashamba. Hatuko kule. Twende kutijeti ya leo. Jean 3. 1-3. Mpaka 4. Tunasoma kitabu cha Yohane. Ndio. 1:3 ile kinasema hivi. Leo tijeti ya leo tuko naongea kuhusu kuzaliwa mabaya. Kuzaliwa vibaya. Ndio tijeti. Tunakuta kizazi ya pili ilizaliwa. Kizazi ya tatu ilizaliwa. Kizazi ya nne ilizaliwa. Bapromotion balizaliwa. Na hao wapende kubaita kama ilizaliwa bila kusema tu basi tuko sawa. Amina. Amen. Utakuwa sawa unapoona tokea. Ni kusema kila kizazi ilizaliwa, hebu na ujine kwenye ilitoka. Sasa kama tunazaliwa, utajiangalia sasa leo ulizaliwa namna gani? Soma kwanza. Tunasoma kitabu cha Yohane. Ndio. Sura 1:3 kinasema hivi. Neno kichwa. Jean 3:3. Jean 3:3. 3:1-3:4. Ndio pale. Kukunda somo la wingi. Tunasoma kitabu cha Yohane. Sura 3. Mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza hadi 3 nasema hivi. Ndio. Nikodemu kichwa. Nikodemu. Palikuwa mtu mmoja wa Wafarisayo, jina lake Nikodemu. Ndio. Mkubwa mmoja wa Wayuda. Huyu alikuwa kwa Yesu usiku. Akamwambia, Rabi. Huyu Nikodemu alikuwa mkubwa wa Wayuda. Haiko Wafarisayo. Asikie Mungu anisikia. Wayuda. Maana yeye alikuwa mkubwa. Mwalimu wa sheria. Na uweze kuwa mkubwa wa Wayuda kama uyazaliwaka. Auweze kuwa mkubwa wa Wayuda kama uyazaliwa. Methali piga kwa Yesu. Yesu akamwambia nini? Rabi. Rabi. Unajua wewe ni mwalimu. Nikodemo akasema taiwa kwa wewe ni mwalimu kweli. Umetoka kwa Mungu. Unatoka kwa Mungu. Kwa sababu hakuna mtu anayeweza kufanya alama hizi unazozifanya ila Mungu. Nikodemo aliamini, alijua kama Yesu yuko na kitu. Twende. Inaendelea kusema hivi. Kwa sababu hakuna mtu anayeweza kufanya alama hizi. Hivi vyote vilivyoko nafanya mwanadamu haijaifanya, maana yeye ni Mungu tu. Unazozifanya ila Mungu awe pamoja naye. Ndio. Datu yake nasema hivi. Yesu akajibu akamwambia, sasa akamjibia Nikodemu, mkubwa wa Bayuda, aweze kuwa mkubwa. Amen. Bakuti representant wa kanisa Yesu Kristo na wengine kwa ubatizo. Kiko nguvu. Utatusimamia yetu. Ukuwa mkubwa wa Berizeri na wingi yake kule kubatizo. Sasa ndio alimwambia wewe mkubwa wa Wayuda, inaomba uzaliwe. Sasa alikuwa hayazaliwa. Na kama alikuwa zaliwa, tena Yesu alimwambia nini azaliwe? Haleluya. Mimi ndio kwa tafuta pa. Tena Yesu akajibu akamwambia, kweli kweli nakwambia, kweli kweli, kuko kweli mbili. Kuko kweli kweli nakwambia. Kweli kweli nakwambia, ila mtu azaliwe mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Bamwambie naomba uzaliwe, mtu azaliwe mara ya pili. Nikodemo anasikiliza. Nasema nishazaliwa. Tazaliwa tena. Ina kinasema hivi. Nikodemo akamwambia. Namna gani mtu anaweza kuzaliwa akiwa mzee? Nikodemo alikwisha zeeka na kuzaliwa kwake. Alizaliwa tu ni moja. Na alikuwa azaliwa tena mara ya pili. Ndio Yesu akamwambia inaomba uzaliwe. Akisema tazaliwa tena haina nini shazeeka. Kumbe kuko mtu anaweza kuwa mzee hapa na hayazaliwi. Haleluya. Oje angalie tu.
Hii buzeni unaonisha zaliwa mara ya pili. Tena. Inaendelea nasema hivi. Namna gani mtu anaweza kuzaliwa akiwa mzee? Anaweza kuingia tumboni mwa mama yake mara ya pili kuzaliwa. Yana yeye kuzaliwa ni kuingia mtumbo tena. Japo baba mambo ya mtumbo ishakatoka. Yesu akamwambia nini? Chuka. Yesu akajibu, kweli kweli ninakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Naomba uzaliwe kwa maji. Nikodemo alikuwa mkubwa ameana maji anayozaliwa kwa maji. Hapo kuna watu wanaleta puto. Ni watu wenyewe banazaliwa na hakuna maji. Unapozaliwa kwa maji, utasimamia yeye batu na hakuna maji. Ndio utakutana kwa materne tote twako vitakusirika tu. Mtu kwa julisha na anasirika na ananiachi. Na mimi natoka kule pesa mtafeli. Bangu. Amen. Maji tupende tu na kuazika tu kuimba wa kuazika. Lakini kama ungalama maji unayota kuna shida. Sasa tuko naongea kuhusu kuzaliwa mubaya. Yesu anamwambia Nikodemu, zaliwa kwa maji na kwa nini? Na kwa Roho. Ni kusema ambao ufike kuima hapa nyingi unasema hapa ya manelima. Ni kwa mimi siitaki mlima, mimi naitaka ubatizo. Ubatizo wa Roho. Juku huko bangine mtu wa ile sio mwambia mlima hata yeye. Ana yote kimlima kimoja hivi. Ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Sasa ndio anamwambia inaomba uzaliwe kwa maji na kwa Roho. Sasa benyewe unazaliwa kwa maji. Bado unazaliwa mbaya. Na kosa ile mtu anazaliwa kwa mbaya ni problemu ya maji. Juu maji ndio inazalaka mtu. Amen. Banana ndio wafanya sikele ni wase. Maji ikiingia inageuka damu. Na damu zote mtu anaonekana. Hata leo unafungula na stasio unayo kwanza huko mwenye pati yako ile maji ndio kwa simama hapa. Amen. Na kama ile maji ilikuwa na virusi na wewe utafundisha na virusi. Kuzaliwa mbaya. Na ndio kanisa inaharibika. Kizazi ya kwanza, kizazi ya pili, kizazi ya tatu, kila mtu hata unaona wewe tuko hata mumwili ukizala mtoto wako. Unaweza sema akufanane, nimekunaweza kwa sema kilole yako mimi na kwa mfupi na iko na anakufanana kwa kilole, mekusura hakuna. Kuko ka kitu kenika atakufanana. Sasa problemu ya kuzaliwa mbaya. Mumaji. Soma kwanza Berwa. Business. Wafalme wa kisha tusikie kuzaliwa mbaya kwa Roho. Nike 21 tunishia pale tuna conclude. Kuzaliwa kwa maji. Cha tuseme kuzaliwa kwa maji uende ubatiziwe mumaya ya mtoni. Amen. Amen. Cha tuseme bile. Tu wasema vingine maji ya uzima. Kama utauliza tutakujibia. Tena. Berwa business. Wafalme wa pili 2:19. Ndiyo. Kicho nasema Elia anatwaliwa mbinguni. 19. Watu wa mji wakamwambia Elisa. Huyu Elisa alikuwa nabii. Sasa wakati watu wa mji walikutanana, bakamwambia Elisa, baba tunateseka. Watu wa mji wakamwambia Elisa, angalia. Tunakusii. Bahali pa mji huu ni pazuri. Fasi iko ya bien kwa sisi kuishi, lakini kama bwana wangu anajiona, lakini miji yake hayafai. Soma mzuri. Lakini maji yake hayafai. Kumbe kuko maji. Kuko mwingine inaweza kuwa nafasi ya bien, ni mai. Haiko bien. Sababu mwili
kuna kuwaka kloro ya kutunza maji. Ukikuwa na kunywa maji na utie dawa huko na haribisha maji. Mimi niko mwalimu wa njia. Mimi niko tufe. Niko fulu. Fulu yako unatunza maji wewe. Maisha haribika. Tunza maji. Hata mwili tukitia maji mbaya inafanya tuo moto kutana kuna kwa ni bibu chafu. Sasa. Kasi ndio miaka mimi hapa. Sitio nani namwambia hivi na kanisalimia. Bonjour mimi. Kukusalimia baba kadi nini na kusaidia nini? Kuni maji zagonjwa. Maji ni problem. Na kama desordre iko mkanisa leo ni problem ya maji. Bwana Yesu asifiwe. Lakini maji yake yanabariki. Na udongo hauzai vizuri. Udongo haitakusha kitu. Suka. Makumi mbili. Akasema. Muniletee chungu kipya. Elisa. Formula ya kutunza maji ni kuleta kachumbu kamupi. Muniletee chungu kamupi. Muniletee chungu kipya. Na mutie chumvi ndani yake. Na kachumvi. Watatunza maji. Wakamuletea. Wewe mwenye maisha haribika sikia formula. Kamata kachumbu kamupi hapana nyeba atiki yake. Enyiko mpya na chumvi. Kisha pelekea Elisa. Akatoka. Akakwenda hata chemchemi ya maji. Elisa kaenda usituzake mai, utunze na ukufika kususe. Inaomba ufike kwenye mai kunatokea. Ndio utie dawa. Porque kila mtu watakunya kule. Anasikia mai kosa. Elisa kaenda kule. Kichwa ya maji. Akatupa ile chumvi kule ndani. Akatupa ndani. Akasema. Bwana anasema hivi. Nimeponyesha maji haya. Hakutatoka hapa tena kufa wala kisichofaa. Mungu anasema anaponyesha maji. Hakutatoka tena kitu kibaya. Kumbe banatunzaka maji. Chumvi ndio unatupa na usitupe chumvi. Ukitupa chumvi kwa utapokelea hapo. Bakia na chumvi, tupa chumvi. Yaani ile chumvi ndio kusaidia siku unapata dawa nyingine unatibia Mungu. Amen. Akatia chumvi. Maji yote kapunda. Kumbe leo bado niko nazaliwa mabaya ni kupitia maji. Ndio kitabu ilituambia Nikodemu, Yesu akamwambia inaomba azaliwe kwa maji. Jo aliona kama maji ya Nikodemu haikuwa sawa. Inaomba tena azaliwe kwa maji. Japo alikuwa mkubwa wa Bayuda. Kiyunani, Yesu alikuwa Myuda na yeye anazaliwa familia yako. Mimi mkutana huyu inaomba tu azaliwe. C'est pourquoi unaweza ona watu hapa biko bakubwa, attention. Hallelujah. Inaomba tutunze maji, tutie chumvi, maji geuke bien. C'est pourquoi kila mtu hata na mimi leo akikunywa maji sema njoo Mungu. Na Mungu anaua watu. Mnapoteza watu. Kuko mtu alikuwa na nia kupata kanisa na juu ya maji yuko nayo wewe ya mchafu. Wewe ndio ulimleta kwa kanisa na unamwambia nitakuoa. Nitakuoa. Utajua uko na bibi, sasa niko na bibi na kanisa yetu kuna problem ya kuoa. Haleluya! Biblia inaangalia kule kujizazi ya kwanza. Asema baba triashe biko na baine. Kifulia sasa mimi. Mai nafanya inagonjwa. Ulizaliwa mbaya sana. Na
Nani kwambia sema ukanisa tuto baba amuke bona pesa. Kwa jina la Yesu kome kabisa. Doktrini ya kanisa nasema kama unaamini na kutembea na bibi yako baharini usibafukuze na usibaacha. Ukikuwa na bibi yako mmoja hauna ruhusa ya kuoa. Mwenye anaoa papa mtenga. Barua. Tenga yeye. Mtengeni. Amen. Amen. Tusome kitabu. Liki. Mimi sema sitagawi. Liki de 21 kuzaliwa kubaya. Luka 21. De 21 Liki. Ndio. Mambo ambaye kichwa. Ndio. 22 nasema hivi. 21. 21. Alafu wale katika Yudea wakimbilie hata vilima. Luka. Wachungaji kwa kondoo. Ndio pale. 21. Na zilipotimia siku 8. Zilitimia siku 8. Huyu Yesu naye alizaliwa. Sasa ifikia witende shuru. Zilipotimia siku 8 mtahiri mtoto. Sema nataka ile kumtahiri Yesu. Kumbe Yesu naye alizaliwa mbaya, akazaliwa na kingozi. Haleluya. Wewe unaweza kuwa na Yesu wako kumbe iko na kingozi. Inaomba ende kulipa meshuru bakate. Mungu kwenda na ubiri basi na kingozi. Chawile. Kwenda ubiri tu. Kitu nina kati unabaana kaposizo kati. Haleluya. Pana kinaniambia. Bakaenda kutahiri Yesu. Ndio alizaliwa mbaya. Baka mutahiri. Sasa mutahiri anatoka kwa Nikodemo anamwambia na Nikodemo udhalimu. Mara ya pili, kumbe Nikodemo naye alizaliwa mbaya. Yesu naye amwambia uzalimu kwa maji na kwa roho. Na mimi nimesha nitahiri. Twende. Na zilipotimia siku 8 mtahiri mtoto. Jina lake liliitwa Yesu. Ndio. Kama alivyoitwa na malaika. Usiku 8 wiki ameshuka yemea nefu. Njoba na tahiri yaka Yesu. Ni mtu anamaliza nefu na anatoka mnefu na kingozi. Unatuharibisha kanisa. Haleluya. Mungu nani? Njoba anaangalia tunamtahiri. Utatoka mkenda hakuna shida. Na kote kwa utaendaka basema mwanaume. Ule ni moto. Wewe unatoka tu. Twende tualize. Twende. Zilipotimia siku zake za kusafishwa. Huyu Yesu iliomba wamusafishi. Besa mukata juba kukata damu inatoka. Unaomba tena wamusafishi. Porque angari akuwe bien. Yesu yuko naye na yuko na tumati uchafu. Inaomba tumusafishe Yesu. Macho walenge. Soma vitabu. Hata zilipotimia siku zake za kusafishwa. Ndio. Kama ilivyosema na Torati ya Musa. Torati ya Musa. Au taanzia kubia Yesu kuanzia kwa Musa. Osini bakiro. Kwa mambo ya Musa haiko tena wewe. Nani yule mgonjwa? Kaanza kwa Torati ya Musa. Wakamuleta hata Yerusalemu. Bamuleta Yerusalemu. Kumtoa kwa Bwana. Bamutoe kwa Bwana. Habari ya kusafisha kwa Yesu. Tunatamaliza. Kumbe uko nazaliwa mbaya. Muro ni wakati wenyewe unazaliwa na ngozi ngali ngozi. Uko nazaliwa mbaya kuroho ni wakati wa kusafisha.
banasafishaga mtu mwenye anazaliwa kiroho. Na mwingine anasikia buroho ya Roho Mtakatifu. Amen. Na wengine wanasema mwata ni wasi. Soma ya kitabu ya mwisho. Kitabu ya mwisho. Ezekiel. 7 mpaka 5 kishipa. Ezekiel 16:1. Ndio. Kitu nasema uovu wa Yerusalema. Uovu wa Yerusalema. Moja. Neno la Bwana lilikuja kwangu tena likisema. Neno la Bwana likakuja kwa Ezekiel likasema, mwana wa watu. Julisha Yerusalema maovu yake. Naomba tubajulishe, ukanichukia ukalikataa atakwambia kweli. Na kwa nini zao wako baya ujikorije, utafute chumvi, utunze mali, uanze uhubiri watu. Na kachungu kamupi. Amen. Abaitike tena. Julisha Yerusalema maovu yake. Tubajulisha Yerusalema maovu yake. Nasema Bwana Mungu anasema hivi. Mungu anasema hivi. Kuzaliwa kwako na uzazi wako toka nchi ya Mkanana. Sasa ulizaliwaka na uzazi yako. Bazazi yangu. Baba yangu. Nchi ya Mkanana. Maana kule kwa ulizaliwa na uzazi ni ya Mkanana. Haiko Kanani. Nchi ya Mkanana. Nchi ya Mkanana. Mwamori alikuwa baba yako. Mwamori ndio baba yake. Na huko asema sasa ushazaliwa. Na mama yako alikuwa Muhiti. Muhiti ndio mama yako. Ndio mama yako. Na kwa habari za uzazi wako, kwa siku ulipozaliwa, kitovu chako hakikukatwa. Wewe huko unasema ulishazaliwa mumaji, unaanza chunga tu hakikisho. Sasa bali kusafisha kwa na maji. Juu mtoto mwaminifu mmoja anasafishiwa na maji. Bwana. Wote atabu Kenya kikwesa mwaminifu mume anajua Kampala ni moya tu. Haleluya. Na kama ulizaliwa kiroho, kitofu ikatiwe. Sababu kukata kitofu ni kuachana na baba. Hapana tena wewe ulizaliwa tena kitofu ingali. Tutatembea hata baba kitofu yake inaungana na yako. Tutenda. Sama wewe wapenda uende kwako. Inaomba kitofu ikatike. Tuachane. Baba na mtoto. Jua nini ulizaliwa mzuri. Ni kama unazaliwa mbaya kitofu yeye katika. Na ndio mtu kwa jikuta anatoka Roho Mtakatifu anamwambia na ziada wewe anaomba. Kwa jina la Yesu. Haujue. Ndio mtu anaweza apate baba niko na roho sina. Inaomba kitofu ikatiwe. Shuka baba. Kitovu chako hakikukatwa wala ukusafishwa kwa maji kwa kusafisha. Haukusafishwa na maji. Sasa kulikuwa kama ulizaliwa maji na maji ya kukusafisha, utakuwa na mavirisi tu. Maji sio mafundisho. Utakutana mwa kanisa banajua fundisha sana. Ne buchafu ndio iko. Mtu iko na hubiri watu, ne kisha mhubiri anampiga kwa dizu. Amen. Wewe unaleta bafia mkanisa juu utabaoka na nibongo. Unazaliwa mbaya wewe. Kwa wakusafishe. Amen. Wewe unazaliwa maji na uache mbaya. Basi hivi ndio pele. Kutoka mkanisa sana. Niisha kwa neti kwa mtura juisha kwa retire tukutanane kwa ile hoteli. Amen. Amen. Batu wasikokeri. Mwenzako anakwambia makuta hii mama, uniwekea hao baba. Kesho takia ibebe.
Ulizaliwa mbaya. Ndio kunakutana batu, inaweza kuwa apotre alikufundisha maneno ya Mungu mzuri, na wewe unaamini yaka mwenyewe alikuaminishaka ule mwali kuletea mkanisa, si ndio nicheka maji mwe. Ndio mzazi wako. Hata papa alisema vile nitamuuliza kwanza Papa Jean aniambie kabisa. Ndio nenda papa Jean ndio alikuletea mkanisa. Wewe wa zamani unaona haya papa anakuwa na mavumbi. Ile ni distraction, achana na vile. Basi pombe ni dhambi. Kama pepo kusia pombe haiko dhambi. Jana tuliwapatia verse inaonyesha kama pombe ni mauti, inafananishwa na zini. Sikusema kulewa. Dini mwasema kulewa ndio mbaya. Kitabu inasema tu pombe. Na utakutana hapo. Bama tukisema tupe profesia tutapata toba mwenye atatoka kunyaki. Ndio utakutana ngome na lia malinga tele mkurapika yote. Kunyesha lewa. Haleluya. Kanisa inaharibika Mungu wangu. Kuzaliwa mbaya. Kwa kufundisha watu umeangalia ni huko. Unajitia mwalimu wa njia de l'église ni mwenye kanisa. Kama banatia komite ya bazee, ni komite ya watu wenye biko na busara na hekima na mtakatifu mwili. Komite ndio kuna kazi hapo mkanisa. Sisi ndio tunatokea kuombea watu. Haiko bakristo ndio bataomba nyinyi. Mjipinde kwa kama niko na Mungu. Papa mulete hapa umulonge. Maombi naishi. Na kama wewe usimame, utaenda omba mulonge na kuamia wewe. Njoo naenda sasa kwa baba siende sawa. Haleluya. Kuzaliwa mbaya. Mtu unapata kanisa na comportement yako tu. Inaanza kuonyesha tu kama kubali au uko nani voler mer. Maana mtu kama nani mama kanisa sana ndio mnaleta sasa. Bo kama bana ubiri bo hivi boni na vara inaisha kosea nani? Kitabu natuambia bana ba Israeli na ba Misri kulikuwa tofauti. Mtu wa Mungu na mwenyewe yeye Mungu kuna kwa tu vipera. Na ama valio, na ama semeo, na ama tembeleo, na ama chekeo. Ni wewe uko tu saa kajanja kama hivi. Kaeskokre kama bueskro kama bosiri ufananishe na nini? Siku moja nilikuwa pale Bukavu, nilikuwa tumika kwa Orange. Nikapika manyimbo ya kanisa ya neno. Mama mmoja akia pale kusharisha kaniambia, "Papa pastor, naona kwaka mwele kanisa." Mimi nikamwambia ndio, akasema, "Oh bafanani." Mimi nikamwambia bako waka hata, "Mimi na watu tuko ndio tusaba babandi." Haleluya. Kutana mwaminifu hana adabu. Juu tunaendea bwana wangu mkanisa na vile wewe ndio wote kama mlichaguliwa kama mshapata uzima na nyinyi wote mko wa Kristo au kama mko tu mbaamini. Ushamuona bwana wangu saka futula. Sasa tu bwana. Bwana wa mtu ni mzazi wake, ni baba yake. Bibi wa mtu ni mama yako. Si nisema hapa anaweza songa bugali, anaanguka chini anakutilia na unakula unasema mess. Nikasema msikuwa nacheza na bibi yenu. Ni mama yako huyu. Kwanza mimi masiku anzo kuita tu mama. Na yeye anakuita papa. Hapana yeye kutiaka papa Jean, hapana. Haleluya. Ukiita mtu mama, papa, unasikia kitu. Problemu ni ya kuzaliwa mbaya. Juma alikufundishaka biasili vyote mwanamzetu alikuwake. Mbona akitia chakula kumeza hata sema hata karibu kumeza. Si mwanzake. Sababu. Lakini kwa asili nyingine ni ya mzuri. Kama mtu anatia chakula pale na anapiga magoti.
karibu. Bwana utasikia na apeti. Sasa. Haleluya. Juu ya kuzaliwa kubaya, kuigaiga na ndio basi banaharibika. Bukosefu ya adabu wewe. Bushenzi wewe. Bushenzi ni nini? Haleluya. Unaona kama unaamini kanisa kuna kwamba ukazia vingine bila kujifundisha naona abijieleo. Bushenzi ni mtu mwenyewe hata jambo hawezi kusalimia. Mlilala pamoja. Mama papa kunisalimia hata. Shida tulala pamoja. Tunasalimiana hapo. Japo ukifungula tu macho mnafungula. Bonjour papa. Bonjour mama. Unilota kwa vya hii. Mwenyewe msalimiana. Nikulamuka tu. Sitoni hata kusoko. Haleluya. Ukiona tu mtu yuko bibi yako mwanamke akukusalimia unamwambia kama wewe alizaliwa mbaya. Alizaliwa mbaya. Sio maji ya juu na maji ya chini. Maji ya chini iko na kazi yake. Ya kupatanisha mtu na mtu. Na maji ya juu iko na kazi yake. Sasa wewe unaona ya juu ya chini na achi. Ushahidi. Alizaliwa mbaya. Maliza. Papa ndio kwa bibi yangu, ushauri bwana yangu Bunyumba ananishinda. Bunyumba hizo kushinda. Ni problemu ya kuzaliwa. Kama mbona ndio mbaya, mbona kwa na amani. Ni saa yote mko tu kulimana. Bami. Amen. Mimi kwa na yua batu bakiona mwi kanisa make njora. Huyo anayua Mungu wa haki na kweli na huyo anayua Mungu wa haki na kweli. Sasa kulumane na kweli. Kwanza hii masiku makabu haipiganaki tu. Niko naenda na kuna mwenzake tu. Haleluya! Ambia mwenzako uzaliwe mzuri leo. Maadili yetu yabaki katika dini yetu kusoma. Haleluya. Sasa kuto diarera wewe. Acha nyumba yangu.
kumtukuza Mungu. Haleluya. Amen. Kumbe tutamtukuza Mungu na nyimbo 4. Haleluya. Amen. Wale kwa Jehova nchini ya Misri.